Hello people, karibuni tena katika kipindi chetu cha Vlogger, na leo niko studioni na watu maarufu ama watu muhimu sana. Naomba nianze kwa kusema Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum, mwanakondoo ameshinda, tumsifu Yesu Kristo. Shalom shalom na mengine mengi. Kwa sababu leo biko kidogo tuna mada ambayo inazungumzia kuhusiana na ufeminia na dini. Je, inaendana? Mtapata kujua mengi. Kwa hiyo ungana nami mwakilishi wenu ama mwenyeji wenu ni Frida Mkonde, ambaye nitawaelezea kwa undani, na tutakuwa hapa na wadada warembo, wamama warembo, mtapata kujifunza mengi. Karibuni sana. Studioni nimetembelewa hapa, watajitambulisha wenyewe. Niko mchungaji pamoja na mfeminia kindaki. Tuanze hapa. Kwa majina naitwa Magdalena Thomas, ni mshauri na mtetezi wa haki za vijana, watoto na makundi jumuishi, ama wanajulikana kama watu wenye ulemavu. Okay. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Na upande wangu niko na mama mchungaji, karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Judith Steven Swai au mama mchungaji Swai. Nashukuru. Karibuni sana. Asante. Sasa leo tumesema tutazungumzia kuhusu dini na ufeminia. Je, vinaendana? Tukianza hapa kwa mfeminia mwenyewe. Unaposikia ufeminia na udini, haya mambo mawili unayaonaje? Yanashindana au yanashirikiana? Naweza kusema kwamba kuna wakati yanashirikiana, kuna wakati yanashindana. Kwa sababu gani? Ufeminia na udini, ninaweza kusema ni imani. Zote zinahusisha imani, zote zinahusisha mtazamo alionao mtu, zote zinahusisha upiganiaji wa haki fulani wa haki. Zote zinahusisha masuala ya haki na usawa, unaona. Kwa hiyo kuna wakati vinashirikiana, kuna wakati vinakinzana. Moja ina base kwenye ubinadamu wa kawaida na maisha ya kawaida, na nyingine ina base kwenye masuala ya kiroho zaidi, uspiritual, unaona. Ndio maana nasema kuna wakati vinashirikiana, kuna wakati vinakinzana. Ukija kwenye masuala ya ubinadamu lazima vikinzane. Ukija kwenye masuala ya kiroho vinaweza vikaendana, kwa sababu vyote vinasimamia haki, misingi ya imani, misingi ya hivyo, yeah, haki na usawa. Tukija kwa mama mchungaji, wewe kama mama mchungaji, najua unaelewa dini vizuri. Kuna wakati unahisi nafasi ya mwanamke kiimani inaingiliana na ufeminia au inapingana? Kiuhalisia nafasi ya mwanamke kiimani inaingiliana kwa sehemu, ina mipaka. Kwa sababu mwanamke ana nafasi ya kufanya mambo yote ambayo mwanaume anaweza kufanya kwenye imani, lakini tumepewa mipaka kwa sababu sisi tumetengenezwa kama wasaidizi wa wanaume. Kwa hiyo kuna mambo hatuwezi kufanya kwa usawa 100%. Kuna namna itabidi mwanamke afanye, lakini akiwa anasaidia maono ya mume wake, kwa sababu yeye ni msaidizi. Okay. Tukija hapo tukisema hata kwenye Biblia, mistari ya Biblia, kwenye vitabu vingi wanawake walikuwa, hata kwenye idadi wakisema idadi, kama wanawake walikuwa hawako kwenye idadi, yani ilikuwa ni wanaume tu, watasema wanaume walikuwa kadhaa, lakini hatuoni idadi ya wanawake. Kwa hiyo hapo ilikuwa kwamba nafasi ya mwanamke kwenye dini ilikuwa haihesabiki au haitambuliki. Wewe mtazamo wako unauonaje? Ni kweli kwa Wayahudi hawakutambua nafasi ya mwanamke kwa kiasi hicho kikubwa, na ndio maana mahali pengi kwenye Biblia ilipotolewa mifano, wanawake hawakuhesabiwa, wanawake na watoto waliotajwa pale wengi walikuwa ni wanaume. Na hata kwenye kile kisa cha matendo makuu ambayo Yesu alitenda kwa habari ya muujiza wa kulisha watu 5,000 mikate pamoja na samaki, idadi iliyotajwa pale ilikuwa ni ya wanaume. Wanawake na watoto hawakutajwa. Kwa hiyo ni kweli kabisa nyakati hizo
kwa Wayahudi hawakuamini sana kwa habari ya kumtambua mwanamke au hawakuitambua nafasi ya mwanamke, lakini Yesu mwenyewe aliitambua nafasi ya mwanamke. Aliitambuaje? Unaweza ukashudadavulia hapo? Yesu alitambua nafasi ya mwanamke, na mi niseme tu, labda nirudi nyuma kidogo, ufeminia unaweza ukawa ulianzia kwenye bustani ya Eden. That's true. Ukisema kwa hiyo naweza sema that's true. Ulianzia kwenye bustani ya Eden. Yes. Katika Mwanzo 2:22 unaweza ukaelewa hicho kisa ukikifuatilia vizuri. Mungu alipoumba Adamu alimfanya peke yake na alimpa majukumu ya kufanya ndani ya bustani ya Eden, lakini aliuona upweke aliokuwa nao na kwamba majukumu alionayo yalikuwa makubwa, hakuna wa kumsaidia, na ndipo akamfanya mwanamke, na mwanamke hakuumbwa kama mwanaume alivyoumbwa. Kwa hiyo akamfanya mwanamke kwa mfano wa mume yule, na ndio maana alimpa usingizi mzito, na baada ya usingizi mzito akamtengeneza mwanamke. Na Adamu alipoamka kutoka kwenye ule usingizi mzito alisema, huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Mwanaume alimtambulisha mwanamke, na hapo ndio feminia nadhani ilianzia. Mimi naweza kusema hivyo kwa perspectives za kibiblia. Na Mungu aliona nafasi na umuhimu wa mwanamke tangu pale kwenye bustani ya Eden, na ndio maana alisababisha Eva kuwepo kama mwanamke, na lengo kubwa la Eva kuwa pamoja na Adam kwenye bustani ni kumsaidia kuitimiliza ile kazi au maono ambayo Mungu alimtaka Adamu ayatimilize, au kazi ambayo Mungu alitaka Adamu aitimilize. Na kazi kubwa kwenye bustani ya Eden ilikuwa ni kuilima na kuitunza bustani. Kwa nafasi ya mwanamke ni kumsaidia mwanaume, ni kuyasaidia au kuyasababisha maono ya mume wake kuwa timilifu. Kwa hiyo tunaona kwamba nikirudi hapa kwa feminine, huo mtazamo, mimi kwa kweli labda sijui niseme naweza kukinzana naye kidogo au naweza kukubaliana naye. Ukisoma maandiko, kuna vitu vimeandikwa kwenye Biblia, kuna vitu havijaandikwa. Yes. Tunaambiwa kwamba kuna mstari unasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu hakuwa anaongea na Adam, hakuwa anaongea na Eva. Pale alikuwa anaongea na Lilith, ambaye pale ndo mwanaharakati nadhani kusema wa kwanza mfeminia alipotokea, ambaye alikuwa anakinzana na maagizo ya Mungu. Akaona kwamba yeye anataka kuwa zaidi ya Mungu, yaani kwamba yeye anaweza kusimama yeye kama yeye. Ndo adui wa kwanza alipotokea. Tunajiulizaga yule nyoka alitoka wapi? Ndio alitupwa. Kuna wale wanaitwa wanatambulika kama wanefili ni uzao kati ya binadamu na miungu mingine. Walitoka wapi? Walipata influence wapi? Ukirudi nyuma sasa nje ya ile Biblia, hapo mwanzo palikuwa hapo na neno katikati pale, anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ndio Lilith alipotokea, huyu shetani mwanamke ambaye anasumbua dunia mpaka sasa hivi. Kwa hiyo naweza kusema yule ni kama mwanaharakati wa kwanza wa Biblia. Sasa na mimi nikasema kitu Biblia na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ni hiyo ni terminology ambayo iko kiroho, kwa maana ya kwamba Mungu alikuwa haongei na alikuwa anaongea na utatu wake. Kwa sababu tunavyomuona Mungu katika maandiko ni Mungu katika utatu mtakatifu, Mungu Baba, Mwana na Roho. Kwa hiyo alivyosema na tumfanye mtu, alikuwa anazungumza pamoja na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa wao, kwa umoja wao, wamfanye mtu kwa mfano wao. Yes. Mimi naelewa maandiko au hilo andiko kwa mtazamo huo. Sawa, mimi sitaenda deep sana kwenye hilo kwa sababu nimesoma sana wanefili ni kina nani, Lilith wametoka wapi, wameungana wapi, na YouTube, yani tunasoma sana vitu vingi viko kwenye YouTube. Kwa hiyo kwa mtu anayetaka kujua anaweza akasoma Lilith ametoka wapi, wanefili wametoka wapi,
na pale Mungu alikuwa anazungumza na nani. Nikiongea kwa perspective ya dini, kama hivyo dini ina kulimit, nitasema kwa mtazamo wa huyu. Lakini nikiongea kwa perspective yangu na understanding yangu, it goes beyond. Yeah. Okay, Mama, unahisi kwamba unadhani labda haya mafundisho ya dini hayatoi nafasi sawa kwa mwanaume na mwanamke, au tafsiri tu hizi za kibinadamu ambazo zinatengeneza ukandamizaji, au pia dini wao unaiona kabisa haina usawa kati ya mwanamke na mwanaume? Naweza kusema dini inaweza ikawa bado haijafika hicho kiwango kikubwa cha kuonyesha usawa kati ya mwanamke na mwanaume, kwa sababu ya mawazo au mila ambazo zimekuwa zikituongoza na desturi. Kuna namna bado watu hawajawa na uelewa hata kwenye dini kwa habari ya kumfanya mwanamke awe na kipaumbele kushiriki au kuongoza kwenye mambo ya dini, kama kutumika. Bado kuna ambao hawawazi in a positive way, wanamuona tu bado mwanamke kama ni mtu ambaye hawezi kusimama madhabahuni. Kuna imani ambazo zinaamini kwamba mwanamke hawezi kusimama madhabahuni kabisa na kumhudumia mwanaume. Zipo hizo imani, na kiukweli ni changamoto. Na tusemee kwamba kuna maandiko au mafundisho yanayokujia labda akilini ambao yanaweza kumtafsiri mwanamke kifeminia, kwa sababu tunaamini kwenye Biblia wapo wanawake ambao walisimama kidete, ambao walikuwa ni wafanya biashara wakubwa, ambao ndo walikuwa yaani ukiachia usaidizi, wao ndo walikuwa labda wana hela kuliko wanaume kwa ajili ya vitu walivyokuwa wanafanya. Sasa hebu tueleze hapo kidogo, mchungaji. Kiukweli wapo wanawake ambao wali support huduma ya Yesu. Wanawake kama wanawake, ilikuwa ni timu ya wanawake ambao walisimama kusupport huduma, na alikuwa Suzana, alikuwepo Maria Magdalene na Yohana. Walikuwepo wanawake ambao baada ya Yesu kuwaponya magonjwa yao, kuwaondolea mapepo, wengine walikuwa na mapepo, wengine walikuwa wanaumwa. Baada ya yale ambayo Yesu alifanya kwao, wakaamua kuambatana na huduma aliyokuwa anaifanya. Kwa hiyo walifanya kazi kwa mikono yao, na kipato walichokuwa wanapata walikuwa wanatumia kuiwezesha huduma ya Yesu, na wanatambulika au tunawasoma kwenye maandiko. Kwa hiyo wanawake wanaweza kufanya na walifanya kwa ajili ya huduma ya Yesu, na Yesu alitambua uwepo wao. Mfano, kuna kisa cha mwanamke mwingine ambaye alikuwa mzinzi na alikamatwa na walioijua sheria ya Musa, wale Mafarisayo. Wakasema mwanamke huyu amezini, na walipomleta mbele ya Yesu, inaonyesha kabisa kwamba mwanaume yule aliyekuwa anafanya naye walimficha. Kitu ambacho Yesu aliwakosoa kwa kuanza kuambia kwamba wewe maovu yako ni haya, wewe maovu yako ni haya. Na walivyoona kabisa hawastahili kuwa mbele yake, kwa sababu hata nao ni wakosaji, kilichotokea Yesu alibaki mwenyewe pale. Waliondoka wote, na walivyoondoka Yesu akamwambia yule mwanamke kwamba umesamehewa dhambi zako. Na yule mwanamke baada ya ile scenario alikuwa sehemu ya wanafunzi wa Yesu. Japokuwa pia kwenye idadi ya wanafunzi wa wanawake hawajataja. Lakini walikuwepo pamoja na mama yake Yesu. Okay. So unahisi viongozi wa dini wanatoa elimu ya kuwasaidia wanawake kujitambua, ama bado nao wanathibitisha tu mfumo uliopo sasa hivi? Kiukweli bado wanafanya, lakini kwa sehemu ndogo. Lakini kiuhalisia wanawake wakitambua nafasi yao wanaweza kufanya vizuri sana kwenye utumishi na kwenye jamii zinazotuzunguka. Lakini kwa sababu kuna maficho mengi na wanaume bado wanaonekana ndo wanajua, ndo wanaweza, ndo wana nguvu, lakini mwanamke pia anaweza kusimama na akafanya jambo zuri zaidi. Okay. Tukije upande wako mfeminia, unahisi kuwa mfeminia, wewe ni mfeminia lakini pia una imani yako ya dini. Je, hiyo safari yako ina ugumu
katika familia na jamii inayokuzunguka au katika nyumba ya ibada? Safari yangu ina ugumu sana kwa sababu kuna misimamo mingi ya kifeminia ambayo inakinzana na imani yangu ya kidini. Nilipokaa hapa, kama mimi ni mwenyekiti wa wanawake katika kanisa yangu, kwa hiyo kuna vitu vingine siwezi kuongea navyo. Kwa mfano, kuna vitu vingine siwezi kuposti kwa sababu vinakinzana na mitazamo yao, lakini mimi huaga najitahidi sana kuepukana kujadiliana haya maswala. Wengine wako closed mind, kwa hiyo huwezi ukamuondoa kwa sababu tayari ana miaka 50. Samaki mkunje angali mbichi. Sasa ukisimamia wanawake, tayari ana mitazamo ya kidini, na huyu ninayekwambia ni mwanamke amesimama kwenye hiyo dini yake ya Lutheran. Unaona, huwezi kumtoa ukasema kuna ulokole. Hapana, hatoki. Huwezi ukamtoa ukamwambia sijui kuna Mwamposa. Hatoki. Unaona, hataki exposure ya aina yoyote. Kwa hiyo kwa mtazamo huo, you can imagine unaanza kuongelea masuala ya feminism, haki na usawa. Mwanamke naye ana haki ya kuwa mwenye nyumba, mwanamke ana haki ya kumiliki mali, mwanamke ana haki ya kumiliki mwili wake, kuongelea mwili wake, kusema no to her body. Anaanza kushangaa, why are you not submissive? Yaani kwa nini hujishushi? Neno linasema unatakiwa kujishusha. Kwa hiyo mimi nikienda kule na picha nyingine, nikija huku mtaani picha nyingine, nikinikuta kwenye kazi picha nyingine. Yaani unaongea kutokana na kundi unalo dili nalo wakati huo. Badala ya kuleta disruption, unatakiwa ulete compromise, compromise au neutralize the environment ili wote muwe katika haki sawa, muelimishane kidogo kidogo kutokana na uelewa wa watu unatofautiana. So unahisi kuna mzigo ambao wanawake tunaubeba kwa jina la maadili, utii, heshima katika dini? Mzigo upo mkubwa sana, kwa sababu pia unamnyima pia mwanamke kuexplore, yani kuenda beyond. Tunalelewa hivyo, tunalelewa katika vizuizi fulani, usikae hivi, usitanue miguu, kunja miguu. Mwanamke saa 12 anatakiwa kuwa nyumbani, lakini mtoto yuko nje anacheza wa kiume. Mwanamke anatakiwa kukaa, nafasi yake ni jikoni, wakati kumbe tuna machefu wazuri tu wanaopika. Yaani ikishakuwa ni something concerning money, ikishakuwa ni issue ya hela, hata kwenye mazao, hata ugawaji wa mazao. Zao likishahusu fedha ni la baba. Kazi ikishahusu fedha, machefu wakubwa wa hoteli ni wanaume, lakini wanawake ni wachache. Lakini kwa vile ni kazi ikishahusu fedha ndogo, ndo mama ntilie, ndo anakuwa mama wa jikoni, anapika vizuri, lakini umsikia anaajiriwa hotelini. Kwa hiyo akaajiriwa kwenye hoteli, labda ni usafi, cleanness, nini, matandika mashuka na nini, lakini hawaaminiki kwamba wanaweza kushika zile nafasi za machefu wakapika vizuri. Na ukikuta kwa mfano amepika vizuri au ni chefu mwanamke, lazima watakuwa wana crash, kunakuwa na conflict fulani. Ukinishafanya baadhi ya observation kwenye hoteli kadhaa, unakuta ni mwanamke amepika, asema yani hata kidichi yake hajapika vizuri. Just because wameshagundua kwamba chef ni mwanamke. Na hiyo inatokea ni day 2 wakati watu wanakula. So unahisi wewe imani inakupa nguvu ambao unadhani za kifeminia? Mimi kwa kweli the way ni kama nilivyokuambia, ninacheza nafasi kama 3. Nikisema imani, mimi kwangu imani kwangu is broad. Yaani imani inamhusisha Mungu, na siamini kwamba mfeminia hana utu. Mfeminia cha kwanza, nguzo yake ya kwanza ni utu, haki na usawa. Unaona? Kwa hiyo sasa kama hivyo vyote vitatu vinaficha hii ni kwenye dini pia, naweza kusema imani mimi kwangu inanipa nguvu. Inanipa nguvu ya maisha, kwa sababu mimi ni pia ni mtu wa kiroho sana kuliko mtu wa ubinadamu. Na pia tunaanza kukinzana na wabinadamu. Yaani unaweza kukutana na watu unajua kabisa hawa ni wanafeminia, lakini mama tatizo yakishawakumba wanakuja kiroho sasa. Hapa ni shetani ametupiga. Unaona? Kwa hiyo kuna hiyo kwamba faith is what every human being anaishi kwa ajili ya hiyo. Na wanaweza kukwambia wao sio feminia. So katika kwa sababu una play part zote. So kuna wakati imani yako iliwahi kukwambia kitu kingine na ufeminia uko unakwambia kitu kingine. Kipi sasa ulikifuata? Ni mara nyingi sana. Kwa mfano sasa hivi imani inatuambia kwamba kuna zile imani za wenzetu. Inatuambia kwamba binti wa miaka 14 anaweza kuolewa.
ameshakomaa kwa ajili ya kuolewa. Lakini ufeminia sisi tunakataa, lazima awe 18 ndo anakuwa yuko matured. Umeona? Ukija kwenye swala la hilo, ni swala tunaongelea tu swala dogo la ndoa. Umeelewa? Ukija kwenye hizi imani sasa, imani za kitamaduni ambazo hatuhusishi mambo ya Ukristo na Uislamu, zinakwambia binti lazima atairiwe ili awe mwanamke kamili. Unaona? Lakini ufeminia unakwambia no, hakuna kutairi binti, mwache mwanamke akae na maumbile yake. Same applies to dini pia, inakwambia kwamba mwanamke lazima abaki na maumbile yake, mwanaume ndo atatairiwa. Unaona? Kukeketwa kwa wanawake tunaita kukeketa. Sasa kuna swala pia la body autonomy, yani umilikishaji wa mwili wako, ownership. Ufeminia unakwambia una haki ya mwili wako, una haki ya kuvaa vile upendavyo, una haki ya kujisikia vile upendavyo. Kama unasikia kutembea labda na skin tight na brazia, that is how you feel, then you have the right. Lakini dini inakwambia no, utakiwa kuvaa suruali, utakiwa kuvaa jeans, utakiwa kuvaa vitu vinavyokubana, kuonesha maungo yako. Kwa nini unaonesha maungo yako? Utaleta tamaa, utamtamanisha mtu mwingine, atatenda dhambi. Wakati is my body, kwa nini inikoseshe mimi amani? Unaona? Kwa hiyo unakutana mnakinzana kwenye mavazi, mnakinzana kwenye miondoko. Utakiwa kutembea hivi, unatembea kama wanaitwa Belezus, wale yule nani anaitwa yule shetani yule, wanakwambia unatembea kama yule. Au utakiwa kubandika kucha, utakiwa kubandika eyelashes, utakiwa kupaka. Kuna sehemu tena mnaanza kukinzana, unasema mwanamke anatakiwa kujipamba kwa mapambo. Kwa nini kuvaa hereni, kuvaa? Ukishamtolea mstari mtu anawaka. Sasa kuna mwingine unakuta ndo hao watu wa imani, unaweza akawa mchungaji, akawa ni mtu ameshika sana imani, ameshika sana dini, anakomaa anasema mke wake asivae hivyo vitu, vinamkosesha Mungu utukufu, vinamnyima Mungu utukufu. Asivae gold, asivae. Tumeshaona dini mbalimbali zikija hapa zinawatoa watu goldi zao, watu wanafunga viremba, wanavaa madera, wamechoka. Lakini sasa hivi we are transforming, yani tunaelekea kule kidogo, tuna transform. Mama mchungaji unamwona hapa sasa hivi amevaa silver kiwigi cha kuwaka, Zamani ilikuwa hairuhusiwi, wengine hawaruhusiwi kupaka dawa. Unaona? Wakati inakuwa yani kupaka dawa ilikuwa ni kosa kwa mwanamke, kuweka nywele, kuextend nywele, sijui kupaka mawivi. Mtu anakuambia mimi sipendi kabisa, I like natural. Sasa hivi kuna msemo unasema natural, tuacheni mimea. Okay. Asante sana. Nikiwakumbusha tu kwamba tuko kwenye Vavaga live. Tunabadilisha studio yetu hapa. Sasa nije kwako mama mchungaji. Unahisi dini ina nafasi gani katika kujenga jamii yenye usawa wa kijinsia? Dini ina nafasi kubwa sana, kwa sababu hata tukimtazama Yesu mwenyewe kama mwalimu na kiongozi, kiukweli tunatakiwa kubadilika. Dini ina nafasi ya kuwasaidia wanawake kutambua nafasi zao na kushiriki kwenye mambo mbalimbali katika nyumba za ibada, katika familia, kwa sababu kila kitu kinatakiwa kiwe na kiasi. Hata kumheshimu mume au kufanya mambo ya kuonyesha kwamba mimi natii mume wangu, vyote hivyo vinataka kiasi. Manake hawezi akakwambia jambo ambalo ni kinyume na mapenzi ya Mungu alafu ukatakiwa kutii. Sio kweli, sio kweli. Kwa hiyo kuna namna tunatakiwa pia kukubaliana kwamba tunatakiwa kubadilika, na dini zinatakiwa pia ziaone hayo ili kumsaidia mwanamke kusimama kwenye nafasi ya kufanya yale ambayo anatakiwa kufanya kama ambavyo mwanaume angefanya. Mimi nitaomba niongezee hapo. Okay. Ukija kwenye Mithali ya 31, yule mwanamke wa 31, yule Mithali, jamani amedadavuliwa. Lakini najiona kama mimi. Mwanamke anaipenda hiyo Mithali. Kila mwanamke anahisi anachukua kipengele. Hawaisomi Mithali yote. Yule mwanamke anaamka mapema. Yule mwanamke ni mfanya biashara. Yule mwanamke ameinvest kwenye meli zile zina mizigo inashuka. Lakini anashangaa dini haziongeleani, haidadavuli. Mimi kuna siku nilienda kwenye mkutano wakaidadavua ile Methali kwamba ni walivyoifumua hivi, ndio nikasema
kumbe this woman is so big, ni mwanaharakati, ni mpambanaji, ni mfanya biashara wa kimataifa, anaagiza mizigo na mizigo, anaamka mapema, anapanga hesabu zake. Nikasema sasa prayer pale mwanaume akaonekana, where is the man, where is his man, yani unaona. Kwa hiyo nikagundua kwamba kuna wanawake ambao walipewa nafasi. Alisema dadangu hapa, kuna kina Esther. Esther, they were powerful women, wana command, unaona. Yaani ukiangalia, ukisoma hata kwenye historia zetu, kuna wanawake ambao walisimama kidete kuwa king, kuwa walikuwa naitwa maqueen, kina Deborah, kuna mwanamke yule aliweza kuishi na mwanamume ambaye ni mjinga, alikuwa na thabiti Nebali, Nebali anataka kuleta vurugu kwenye nani, kwenye jamii, lakini yule mwanamke alisimama akasema, mimi naenda kuongea na mfalme Daudi asifanye haya mambo yakaleta shida, lakini huku nyuma anajidai amesubmiss. Kwa hiyo ndio maana tunaambiwa waishi na sisi kwa akili, kwa sababu our akili goes beyond. Tunajua namna ya kutone down, tunajua namna ya kulipuka, tunajua namna ya nini. Kwa hiyo ufeminia ndio hiyo nakwambia, lazima utumie akili. Unajua uko na grupu gani, unaanza kuongea. Uongee ni literally kusema kwamba hii ni ufeminisi. Unaongea kwamba huyu mwanamke alihitaji haki. Tunavyo kama sisi tuna solve cases za unyanyasaji wa kijinsia. Watu ni Wakristo, wana imani, wanakuja kwenye nini, lakini huyu mwanaume ni Nebal, ni mjinga zululu, lakini anakaza, mimi siwezi kuona. Sasa tunaanza kumtrain mwanamke namna ya kuishi na Nebali wake. Umeona, that is feminist. Unatetea haki, utaki ndoa ivunjike, lakini feminia anakuambia ikishafika this limit lazima uvunje hiyo ndoa. Lakini sisi kwa kiroho tunasema halivunjiki kitu mpaka. Lakini pia kwa kuongezea, Biblia imemtaja mwanamke mara 363 kuonyesha nafasi ya mwanamke na kwamba anaweza, na Mungu alikuwa na kusudi la kumleta mwanamke kwa sababu alijua mwanaume peke yake hawezi, na ndio maana akamfanya kuwa msaidizi. Na what I believe, msaidizi ana nguvu kuliko anayesaidiwa, kwa sababu anayesaidiwa anakaribia kudondoka. Akijua ana msaidizi kidogo ana tone down. Kwa hiyo kanisa au dini zinatakiwa zione hilo kwamba mwanamke ana nafasi kubwa sana. Na mwanamke Mungu ndo alimleta kuwa sababu ya ukombozi pia. Kupitia yeye akazaliwa Kristo. Lakini Mungu alisema kwa uzao wa mwanamke utaponda uzao wa nyoka kichwa. Manake pia mwanamke alipewa power ya kuharibu pia vya adui, lakini pia kuzalisha vya kimungu. Kwa hiyo kuna namna ambayo dini hawaiongelei kwa upana huo. Wanaficha ili kuweza kucontrol the environment. So mnahisi ipo mifano labda ya jumuiya ambazo nyinyi mnaziona kabisa zinafanya kazi za kifeminia na mnazifurahia? Jumuiya kwenye upande wa dini, yani jumuiya za wanawake ambazo mnahisi zinaleta hizo chachu za kuibua kwamba wanawake wanaweza, wanawake wapo, kwa sababu wanawake wengi tumeona kwenye upande wa kama kiimani tumekuwa kama tumebezwa au tumefunikwa kwa ile tu kwamba submissive, kuwa tu sisi ni chini, lakini zipo yani humu kwenye jumuiya zetu za kiwanawake ambazo zinaelezea kwamba mwanamke hautakiwi, unatakiwa ujiamini, unatakiwa ujitoe, unatakiwa upendeze, unatakiwa ufanye kazi, usaidie. Yaani hapo ndo tulibanwaga ili tu usiwe flower as you are. Zipo nyingi tu. Kuna wanawake wengi, wa mama wachungaji wengi wanahubiri namna how to handle yourself, kuwa mzuri, kupendeza. Naweza kumtolea mmoja, Rose Shaboka. That woman is vocal. Yaani ni vocal na amesimama kabisa na anavaa vizuri, anapendeza. Irene Mbowe, yeye anasema anafunda kiimani, kidini, kiutamaduni. Unaona? Kwa hiyo kuna wanawake ambao wale wamesimama kidete kuhakikisha mwanamke anaitambua nafasi yake katika
jamii na anahubiri kidini, na mimi in fact nawafuatilia sana, kwa hiyo ili niweze nisikinzane sana na imani. Unajua tena imani ni kitu cha ndani. Kwa hiyo ili niwe neutral, nikae calm, nisiwe vibe. Mimi ungenikuta miaka 5-8 nyuma, nilikuwa mkali sana. I was almost a radical feminist. Yeah, kwa hiyo lakini sasa hivi I call myself a cultural feminist. Na embrace utamaduni, na embrace spiritualism, lakini pia at the same time na embrace professionalism ya masuala ya ufeminia. Kwa hiyo wapo kwenye community yetu wanakuwa, hata nani anaweza kuwataja baadhi ya wengine ambao mimi siwafahamu. Yeah. So kwa ujumla kizazi chetu hichi kipya, unaona ni njia gani itumike kwa uzuri, yani kuwaunganisha na kuwasawazisha ili wajue ufeminia na imani zetu za kidini, yani yani kuwe kama kuna usawa kwa kizazi chetu hichi ambacho nao labda saa nyingine wanachukua tu mistari tu michache. Mimi naweza nikasema kidogo. Kwanza mmoja wa mfano mzuri ni mimi mwenyewe. Mwanamke ambaye ana support kuyatimiliza maono ya mume wake. Kuna imekaa kinyume fulani hivi, lakini kiwalisia mimi I do it. Na nafanya kwa sababu pastor amenipa hiyo access. Kwa mimi haendi kwenye huduma yoyote pasipo mimi kwenda naye. Kwa sababu anasema tukifika pale tunahudumia wanawake na wanaume. Once nataka kufanya huduma na mwanamke, siwezi kufanya huduma bila wewe. Maana yake hata kama ana mahali pa kushikwa, mimi ndo nitamshika. Lakini pia tunaenda kwenye makongamano ya wanafunzi. Last time tulikuwa Ifakara kwa chuo cha madaktari St. Francis. Pale kiukweli huwa tukiambatana hivyo pamoja, na mimi nakuwa na nafasi ya kusema na wanafunzi especially wadada. Kwa hiyo nawatia moyo na wapa kuona kwamba wana nafasi ya kufanya kama unavyosema kujipenda, wakatambua kwamba yani hutakiwi kuwa submissive in a way mpaka unakuwa kama mtumwa. Kwa hiyo kuna namna wanatakiwa wajione, waone, wathamini nafasi yao na waone kabisa umuhimu wao kwenye maisha, na hata akikutana na mwanaume sio kwamba mimi ni mtumwa fulani alafu yule ndio, hapana. Kwa hiyo na mimi nachukua hiyo nafasi kuleta hiyo awareness kwa makundi ya wanafunzi wadogo, mabinti kama hao, kwa ajili ya kuwasaidia. Kwa hiyo mimi pia ambaye amenipa hiyo nguvu ni Mr. kwa sababu yeye angesema wewe wajibu wako ni kukaa nyumbani kulea familia, watoto tu basi, au kanisani tu kundi la wanawake basi, nisinge reach ni kuwafikia hao wengine. Lakini sasa nimeweza kuwafikia wengine kwa sababu niko pamoja na yeye, tunafanya pamoja na yeye. Kwa hiyo kuna jinsi yani watumishi wa Mungu au wa taasisi za kidini zinatakiwa zione kabisa kuna sababu ya wanawake kuwezeshwa, kujifunza zaidi, kusikia, kutiwa moyo kwa habari ya kwamba wana nafasi ya kufanya vizuri kwenye mazingira yote, jamii, dini. Na kuongezea hapo ni kwamba kundi kubwa la watu wenye imani ni wanawake. Mimi nimeshaama huduma mbalimbali, nishaenda kule kote, wanao lead ni wanawake. Kama kanisa limesimama, kanisa ni nini? Kanisa ni mama. Unaona tena hata kwenye Biblia wanaainisha kwamba kanisa ni mama. Maana yake wanawake ndio wameshika uchumi wa kanisa. Na hata Kristo alipofufuka wa kwanza kuona na kupeleka habari njema walikuwa ni wanawake. Mwanamke. Yes. Kwa hiyo yani mwanamke ni vile tu tuna African culture ina limit kumuonesha yuko broad. Lakini uko wenzetu wamesha move that step, they are ahead of us. Yani wanampa power, wanampa, na ukimsukuma mambo yako yanakunyokea hivi, pesa hiyo inakuja, uchumi unakuwa, huduma zinafunguka, anapata wachungaji wengine wa kufungua makanisa. Lakini ukimfungia, hata wale wanawake wanakuwa wanakuogopa, wale walioko kwenye ile ibada wanakuwa wanakuogopa kukuface kunini. Hii ninawaambia kwa wanaume. Lakini ukimruhusu mama mchungaji, anaweza kukutana na mioyo ya watu. Mioyo ya watu inaleta watu wengine, na sisi we are talkative. Kwa hiyo we can bring the community in your church.
hapo huo ukisema sasa uwape ujumbe kwa wanawake ambao wana sita wale ambao hawajiamini kwamba wasiogope kuwa mfeminia. Mimi nadhani ni elimu tu inahitajika kuelewa ufeminia ni nini, waelewe aina za ufeminia. Kama ilivyo dini, kuna aina za dini tofauti, kuna aina za kiimani tofauti. Kwa hiyo mimi na encourage waendelee kusoma ufeminia ni nini, wasichukulie ile negative perception au myth and misconception about the zana potofu kuhusiana na ufeminia. Ufeminia ni harakati za utetezi, na hata ukienda Instagram yangu mimi najiita mwanaharakati wa kitaa. Natetea haki za vijana, watoto, wazee, watu wenye ulemavu. Jamani, hiyo ni kosa? Kutetea haki ya mtu, usawa wa mtu, kutetea huyu mtu apate haki yake kama inavyostahili. Ni kazi ngumu kwenye jamii, lakini namna ilivyokuja, yani ilivyoletwa, kusema kizungu kimekuja na meli, na ufeminia na yenyewe umekuja na meli. Kwa hiyo mapokezi haikulimit wewe kucontextualize, kuiweka katika muktadha wa nchi yako, wa taifa lako. Unafanya kitu kile kile, lakini katika misingi ya iko kitu kinachohitajika. Kama vile dini, na dini zenyewe zinavyochukuliwa, zinavyo-operate hapa na zinavyo-operate kule nje tofauti. Hasa pia hata Uislamu the same way. Unavyo-operate Uarabuni na unavyo-operate hapa, two different things. Unaona? Kwa hiyo contextualize, weka katika muktadha wako. Yeah. Okay. Jamani, mada ya leo ilikuwa kuntu. Imeweza kuibua mambo mengi. Yeah. Natumai mnaotuangalia, mnaotufuatilia mmeweza kujifunza mambo mengi na mmeweza kutambua kwamba ufeminia na udini vinaendana, na hisi tutakuwa kuna wengi ambao tunakubaliana hivi. Kabla sijafunga kipindi, kama ningewapa wasawa kusema neno lolote kwa ambao watazamaji ambao wanatutazama sasa hivi. Tuanze kwa mama mchungaji. Neno gani ambao ungependa tu kuambia? Kiukweli taasisi za kidini zina nafasi kubwa sana ya kutoa nafasi na muda wa kutosha kwa wanawake kutambua nafasi yao. Na viongozi wa kidini wasiwanyime wanawake nafasi ya kujifunza hayo mambo yote mazuri ambayo wanaweza kuyajua na wakafanyika msaada kwenye taasisi hizo. Mwanamke sio tu wa kukaa nyumbani, kupika, kufua nguo, aone majukumu ya siku tu yale ana rotate hapo. Kuna namna hawezi kuzalisha kitu ambacho kinaweza kuwa msaada kwa familia yake au kwa jamii inayomzunguka. Kwa hiyo mimi nadhani taasisi za kidini na watumishi wa Mungu ambao wanasikia wana kila sababu ya kumwezesha mwanamke kuona nafasi yake na umuhimu wake na thamani yake, hata akawa msaada kwenye jamii inayomzunguka na kwenye taasisi za kidini. Lakini pia tuache mawazo ambayo potofu yanayofungamana na mila na desturi zetu, kwa sababu tunaabudu kwenye dini zetu lakini bado tunatembea na ile asili. Kuna namna asili inakunyima kwamba mwanamke utakiwa kuwa mbele ya wanaume kusema neno wakakusikiliza kwa sababu wewe ni mwanamke tu. Kwa hivyo vitu vinafanya kazi hadi kwenye imani. Unaambiwa kabisa wewe hujafundishwa, wewe si mtoto wa kike, kufundishwa kwamba utakiwa kusimama mbele ya wazee kusema, kuhoji. Kwa hiyo kuna namna pia hizo mila na desturi potofu hatutakiwi tena kutembea nazo kwa sababu zinatuchelewesha kuiona nafasi ya mwanamke na kuthamini. Thank you. Tukija kwako Magdalene. Mimi nasema kwamba give a woman a thing and she will multiply. Yaani ukimpa kitu kidogo atakimultiply. Ukimnyima, what you give is what you receive. Ukimpa war atakuletea war. Ukimpa love atakuletea magnitude and harmony. Kwa hiyo mimi napenda kuwasisitiza kwamba ishi nao kwa akili. Watazamaji wangu, natamani muwe mnajisikia raha ninavyojisikia mimi. Nimejifunza mengi na natumaini nyie ambao mnatutazama mmejifunza mengi kutoka kwa mama mchungaji, kutoka kwa mfeminia dada Magdalene hapa, na hayo mliojifunza ningependa muendelee kuyashare huko. Until next time, tuko ndani ya Vavaga. We always say we keep it real, we keep it feminine.
Karibuni tena wakati mwingine. Bye.